Karibu tena. Sisi bado ni mabalozi wa Kristo, maana ndivyo Biblia inasema. Na tumerudi tena kufundishana swala la neno la Mungu. Neno la Mungu ni uhai, neno la Mungu ni uzima. Na kadri alivyosema Kristo kwamba enendeni ulimwenguni kote, mkayahubirie mataifa habari njema, ndiyo kazi ambayo tunazidi kuja tuseme neno la kweli. Bila shaka. Maana sisi sio manabii. Sisi ni watu wa kawaida, wa Kristo wa kawaida. Ila ni vema kujifunza kwa neno. Ni vema kumuiga Kristo. Naam. Maana neno linasema mniige mimi. Paulo akiwaandikia wa Filipi anawaambia mniige mimi. Kwa hivyo sisi tunajaribu kumuiga Kristo, maana sisi ni wa Kristo. Hatujakuja kwa jina la dini yoyote. Tumekuja kama wa Kristo ili kila mmoja atakaye iona klipu hii apate na yeye moyo wake kumkaribia Kristo. Kwa hivyo niko na ndugu yangu hapa, apende kujitambulisha na pia kuweza kunena na sisi kwa neno la Mungu, ili kwa upamoja watu wengi wafikiwe na ujumbe huu. Karibu sana ndugu. Asante sana ndugu yangu, balozi wa Kristo. Leo hii tunazungumzia mada ya msamaha. Najua si mara ya kwanza kusikia ujumbe wa msamaha, lakini kama alivyosema balozi mwenzangu wa Kristo kwamba tunamuiga Kristo. Moja ya hulka za Kristo au tabia yake ni msamaha. Naam. Tukiangalia mfano katika mateso yake, yeye anateswa, anachomwa mkuki na yule askari. Wale wenye kumtesa akiwemo Yuda Iskarioti. Kristo mwenyewe anasema kwamba Baba uwasamehe kwa maana hawajui wanalolitenda. Kama tujuavyo, na utakubaliana na mimi ndugu msikilizaji kwamba hakuna aliye mtakatifu. Ilimradi unaishi katika ulimwengu huu, sote tunahitaji msamaha. Lakini leo kuna swala ambalo ningependa tuweze kujifunza kwamba ili tuweze kupokea msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sisi wenyewe tunaitwa tuweze kuwasamehe kwanza wale ambao walitukosea. Na ili kutuelekeza, ningependa tuanze na kitabu cha Isaia mlango wa 59 mstari wake wa kwanza na mstari wa pili, kwamba ninaomba ndugu uweze kutangaza andiko hilo. Isaiah 59 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Neno linasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa. Naam. Wala sikio lake si zito. Naam. Hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu. Na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Dhambi zenu. Hataki kusikia. Naam. Kwa hivyo tunajifunza nini hapa? Kwamba kila mmoja ametenda dhambi. Na hii inasababisha Mungu asiweze kutuangalia kwa macho yake yenye huruma. Hivyo basi tunahitaji nini ili tupokee msaada wake? Tunahitaji toba. Lakini ili tuweze kupata ile toba, ndio Yesu Kristo anatufundisha katika Mathayo sasa mlango wa 6, ambayo itatuelekeza katika mafundisho ya leo kuhusu msamaha, kwamba mimi na wewe tunaitwa tuweze kufanya nini? Kusameheana. Kusamehe wale ambao wametukosea ili tupokee msamaha, na baada ya msamaha tufunguliwe mlango wa neema. Na hivyo basi maombi yetu yataweza kujibiwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo ndio sababu ya pekee maandiko yanasema yaweza kuzuia majibu yetu, yaweza kuzuia maombi yetu yasiweze kujibiwa na Mwenyezi Mungu. Naomba utangaze mstari wa 14 na 15. Mathayo 6 mstari wa 14 na mstari wa 15. Inasema nini ndugu? Neno linasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, naye Baba wa mbinguni atafanya nini? Atawasamehe ninyi. Na maandiko yanasema kwamba na msipowasamehe wale ambao wamewakosea, naye Baba hatawasamehe. Swali ni je, sisi wenyewe iwapo hatuko tayari kusamehe na tunahitaji msaada wa Mungu, tunaomba kweli, tunaenda kanisani, tunasali,
tunamsifu, tunamwabudu, lakini tuko katika hali ya dhambi, tunamfanyia Mungu ibada ipi? Je, maombi yetu yenyewe yataweza kujibiwa? Ni vipi maombi haya yatajibiwa? Maana tumepewa kanuni ya kusamehe ili sisi wenyewe tupokee nini? Msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi ndugu msikilizaji unayetusikiliza mchana wa leo au siku hii ya leo, tunaitwa tuweze kusameheana. Maana kutosamehe ni sawa na kunywa sumu na unatarajia adui yako aweze kufanya nini? Kufa. Jambo hilo linawezekana? Haliwezekani kabisa. Ni nani atakaye kufa? Mwenye kuinywa sumu. Mwenye kuinywa sumu Ndiye atakayefariki. Basi kukosa kusamehe ni sawia na kunywa sumu na kutarajia adui aweze kufa. Kwa maana umebeba uzito ndani ya roho yako. Kwa maana wewe mwenyewe umebeba hata mizigo ya yule ambaye alikukosea. Safari ya kwenda mbinguni, njia ni nyembamba sana. Tunaitwa kufanya mambo ambayo wakati mwingine sisi wenyewe kwa hiari yetu hatuwezi, tunahitaji neema. Naam. Lakini muhimu zaidi ni kuzingatia neno la Mungu. Kusikia hata ujumbe huu pekee haitoshi ndugu yangu. Naam. Haitoshi. Kila ambacho kinajalisha zaidi ni hatua tunayochukua baada ya kusikia. Maana Kristo aliwasamehe na sisi tumeitanishwa na jina lake, wa Kristo. We are the followers of Christ Jesus. We are called therefore to emulate what our Master Jesus did, and that is forgiving all the people who offended him. People who went even ahead to kill him without him committing any sin. Kwa hivyo hata mimi na wewe tunaitwa siku ya leo tufanye nini? Tuwaachilie wale wote ambao wamefanya nini? Wametukosea. Katika kusamehe ndipo sisi pia tunapata nini? Msamaha. Ukisoma kidogo hadithi ya Mtakatifu Francisco wa Asisi, anasema katika kusamehe tunasamehewa. Na katika kufa ndipo tunazaliwa upya. Tuwe tayari hata kufa kwa ajili ya wengine. Naam. Ni katika Yesu Kristo kutufia sisi ndipo alizaliwa katika ufufuko, akadhihirisha nguvu dhidi ya nini? Ya mauti. Labda una jambo la kuweza kuongezea kabla tuangalie andiko lingine? Ni labda waelezee Wakristo ama watu wanaosikiliza neno la Mungu hili. Kuna watu wanapata matatizo katika kuwasamehe wengine. Na wanauliza maswali kwamba mtu alimfanyia kitu ambacho akifikiria yeye hawezi akasamehe, na nakueleza kwamba mimi kama ni mtu fulani huyo wala siwezi kumsamehe. Labda mtu aliyechukua msimamo kama huo na bado ni Mkristo, unampa ujumbe gani ili aweze kukaa vizuri na Mungu wake? Labda nitumie mfano wangu binafsi. Naam. Matukio yaliyotokea katika maisha yangu. Naam. Mnamo mwaka wa 2003, mwaka wa 2004, kuna watu watatu ambao walinikosea. Naam. Mmoja alinikosea kwa kuniahidi msaada fulani. Msaada nilioutarajia kweli, nilikuwa na uhitaji sana katika maisha. Naam. Ilipofika siku hakunipa ule msaada. Badala yake alinifanyisha kazi nyingi nzito ambayo mtu wa umri wangu wakati ule hangeweza kweli. Mtu huyo niliweza kumkasirikia na nikamweka ndani ya roho yangu. Naam. Nilidhani ni jambo rahisi. Mmoja naye alininyima chakula wakati nilihitaji chakula sana. Nilikuwa na njaa. Hakunipa chakula na akalisha watoto wake nikitazama. Kibinadamu nilibeba wawili hao. Lakini jambo ambalo lilifanyika matokeo ya kutosamehe. Jambo la kwanza, niliumwa na kichwa kwa muda wa miaka 9. Muda wa miaka 9. Sikuelewa chanzo. Naam. Nilipewa madawa ya kuweza kunisaidia kupunguza makali ya kuumwa na kichwa, lakini sikuweza kupokea uponyaji. Naam. I had constant headache, mysterious headache. Jambo la pili, nilijaribu kutafuta kazi, sikupata. Kila mahali nilipoenda interview, regrets. Sikuelewa kwa nini. Naam. Ni mpaka tu niliposaidiwa na mchungaji fulani aliyefundisha kidogo kuhusu toba na msamaha.
na akasema kwamba wataje wale watu wote uliowabeba ndani ya Roho, wasamehe, wapeane mbele ya Yesu Kristo. Naam. Halikuwa jambo rahisi. Nilipoanza kutaja majina yao, machozi yalitiririka kweli. Muujiza wa kwanza kufanyika ni uponyaji wa kichwa. Mpaka leo hii niko hai, mpaka leo hii sijasikia tena maumivu haya. Sikiza ndugu msikilizaji, si kazi yetu kama wanadamu kuhukumu, lakini kuna mambo mawili ambayo nataka uelewe siku ya leo. Mmoja kati ya wale watu alikuwa na tabia fulani, alikuwa kiruka njia. Hayo mengine utajijazia. Na kwa njia moja au nyingine nilipata ile tabia imeniingia. Sikuelewa chanzo, sikuelewa nilipata wapi, lakini kwa namna moja au nyingine, ashukuriwe Mungu ambaye aliniokoa, nilijipata na hiyo tabia. Kumbe katika hali ya kutosamehe, niliweza kuchukua mizigo ya yule ambaye nimembeba ndani ya Roho. Naam. Wa pili Naam. alitajwa kuwa muabudu ibilisi. Na mchungaji mmoja siku moja alipokuwa akiniombea akaniuliza kama nimewahi kuhusika. Kwa akili zangu za kibinadamu sikuwa nimewahi kuhusika na ibada ya ibilisi. Kumbe katika hali ya kumbeba mmoja wa wale walionikosea, ambaye kwa sasa nitabana majina yao, ilionekana mimi nikiwa mshirika kwa sababu nimebeba mmoja wa kule. Naam. Hivyo ndivyo kutosamehe ilivyo hatari. Basi ndugu msikilizaji unayetusikiliza siku ya leo, unapobeba mtu ndani ya Roho kwa njia ya kutosamehe, haumbebi yeye tu, unabeba na tabia yake. Yaani mimi nilifanyika kamchawi kadogo na sijui kuroga, lakini kwa sababu nimebeba mchawi nikafanyika mchawi. Nilihesabika kati ya wazinzi kwa sababu nimebeba mzinzi ndani yangu. Naam. Nilihesabika kuwa memba mmoja wa ibada ya ibilisi wakati mimi mwenyewe sijawahi kuingia katika milango ya makanisa yao au madhehebu yao ya ibada. Hivyo ndivyo ilivyo hatari. Niliposamehe basi, nimesema jambo la kwanza, uponyaji wa kichwa changu ulishuka moja kwa moja bila kuwekewa mikono na mchungaji yeyote. Naam. Pili, hakuna interview nimewahi kwenda tangu wakati ule na nikakosa kupata kazi. Mpaka sasa hivi ninavyozungumza na wewe, Mungu kwa huruma yake alinisamehe na mimi na akafungua milango iliyokuwa imefungwa kutokana na kutosamehe. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, msamaha ni jambo muhimu zaidi, maana inafungua milango ya neema katika maisha yetu. Naam. Labda umenirejesha moja kwa moja katika scripture moja inasema James 5:16 inazungumzia kuhusu ungamanieni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Naam. Ili mpate kuponywa. Na Biblia inarekodi kwamba kuomba kwake mwenye haki kuna faida nyingi akiomba kwa bidii. Naam. So kwa maana hiyo wewe ulikuwa umeubeba mzigo na umetueleza matukio yaliyotukia baada ya kukosa kuwasamehe watu waliokukosea kwa miaka 9. Kwa hivyo kuna madhara. Sasa, makali. Umejibu lile andiko lililo ndani yangu kwamba ungamanieni dhambi zenu. Kwa Biblia inaturuhusu kwamba tuweze kuungamaniana, tuweze kutengeneza na watu ambao wametukosea, ndugu msikilizaji ama mtazamaji, kwa maana hiyo, ili tukaweze kupona, tupatane sisi kwa sisi. Na jambo hili ni zuri kwa sababu ndani ya Biblia tunaliona lipo ndani. Na nimejifunza kitu hapo kwamba tusipolitafuta neno tunaweza tukabakia kwenye mitindo ya kisasa na ambayo ni mitindo ya pokea miujiza, pokea baraka, lakini wakati hatujaitubu dhambi ili kutengeneza na Mungu maisha yetu, ama sivyo, milango inabaki ikiwa imefungwa kama bado kuna dhambi. Naam. Na njia ya kupata msamaha ni mimi nisamehe mwingine. Naam. Njia ya kupata msamaha ni kuungama dhambi zangu kwa mwingine. Ninajua kuna watu hawakubaliani na kauli hii, lakini upende usipende, ndugu msikilizaji, hata unapoenda kwa mchungaji wako kufanyiwa counseling, kuna mambo ambayo atakuhoji akielekezwa na Roho Mtakatifu. Na ni katika hali ya kutaja ndio tunaondoa
uzito katika roho zetu, na hivyo basi katika sala zitakazofanywa na mchungaji wako yule, zitafanywa na zitafanya kazi katika maisha, kwa sababu kuna jambo ambalo umekiri kwa kinywa chako. Naam. Maana neno kuungamaniana dhambi ina maana kwamba nitaje kutoka kwa kinywa, bila shaka ikitoka rohoni. Ndio. Na hiyo ndio toba ya kweli ambayo Mwenyezi Mungu anataka. Mwenyezi Mungu anataka tuweze kuungama, kutubu. Naam. Ni sawa na mtu ambaye ana jipu katika mwili wake, the boil. Yes. Suluhu ni moja tu. Naam. Hata kama utapata dawa jipu lile lazima lifinywe. Naam. Kwa hivyo maungamo pia au toba na kusamehe ni sawa na kufinya jipu ili uweze kutoa uchafu au ule uzaa, ili sumu iweze kutoka. Na hivyo ndipo unaweza kupokea nini? Uponyaji wa kweli. Kwa hivyo uponyaji huanzia rohoni. Katika kusamehe, ninasamehewa. Baada ya msamaha, njia zangu na Mwenyezi Mungu inakuwa sawa, basi chochote nitakachoomba ako tayari kunijalia. Na labda ndugu mtazamaji, niongezee kitu ambacho ndugu yangu anajaribu kusema. Wajua pia wakati unatubu, toba ni tofauti na kuungama dhambi. Dhambi unaweza ukaziungama, na watu wengi wanaziungama dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini toba ni kuwa na deliberate action ya kuacha ile dhambi. Muhimu sana. Kwa hiyo watu wengi wanakiri, lakini hawaachi zile njia mbovu ambazo wamejiingiza ndani. Kwa hivyo ndugu, tunaweza tukawaelekeza pia katika maandiko. Naam. Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa pili. Mambo ya Nyakati wa pili, mlango wake wa 7, mstari wa 14 na 15. Jambo hili najua wachungaji wamefundisha, lakini vizuri tuzingatie moja kati haya mambo ambayo yametajwa pale. Naam. The book of Deuteronomy, not Deuteronomy, the book of Second Chronicles. Mambo ya Nyakati wa pili, mlango wake wa 7, mstari wa 14. Maandiko yanasema nini? Ni hapa. Mambo ya Nyakati. Maandiko yanasema kwamba ikiwa watu walioitwa kwa jina langu, moja, watajinyenyekeza, waombe, watafute uso wangu, watubu na kuziacha njia zao mbaya. Mambo manne. Mambo ya Nyakati wa pili. Neno linasema kwamba nitawasikia kutoka mbinguni. Naam. Nitawasamehe dhambi zao. Naam. Na kuiponya nchi yao. Naam. Hiyo ni mstari wa 14 na 15. Yes. 4 things here. Watu walioitwa kwa jina langu. Na tayari tumesema hapo mwanzoni kwamba watu walioitwa kwa jina la Bwana ni wa Kristo. Yaani wafuasi wa nani? Wa Kristo. Wanaitwa kufanya mambo manne. Moja, naomba utangaze mstari wa 14. Chapter 7 verse 14. Naam. Tutangaza chapter 7 verse 14 mstari wa 14. Biblia inarekodi kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza. Kwa hivyo tunaitwa kufanya nini? Kunyenyekea. Pili, na kuomba. Na kuomba, tunaitwa kuomba. Na kunifuata uso. Na kunitafuta uso. Samahani. Na kunitafuta uso. Kutafuta uso wa Bwana. Katika neno, katika ibada ya kweli. Ibada tunayofanya katika roho na kweli. Na kuziacha njia zao mbaya. Kuziacha njia zao mbaya. Toba ya kweli kama alivyosema ndugu yangu inatokana na kutubu na kuacha. Naam. Mtu yeyote basi anayeungama lazima uwe na maazimio pia. Uwe na nia ya kuacha. Si kutubu tu for formality. No. We are called to repent and turn away from our wicked ways. Yaani tuziwe na mazoea ya dhambi zile zile tunatenda leo, tunatenda kesho kutwa, kwa sababu tuna nia ya kwenda kutubu na rudia. Tutakuwa na tabia sawia na tabia ya nguruwe ambaye anaingia kwenye matope leo au anaoshwa leo, anarudi ndani ya matope. Hatuitwi kutubu tu, tunaitwa kutubu na kuacha. Hiyo ndio itatufungulia mlango.
mstari wa 15. Naam. Katika mstari wa 15 Biblia inasema, sasa macho yangu yatafumbuka. Naomba umalizie mstari wa 14 sehemu ya mwisho. Mstari wa 14 inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Na kuiponya nchi yao. Na Bwana anaahidi kusamehe. That is spiritual healing. Yes. Alafu pili anasema nitaponya nchi yao. Kwa hivyo Bwana ana uwezo wa kuponya kila kitu kilicho katika nchi. Ana uwezo wa kuponya maradhi ya kimwili, anaweza kuponya roho zetu, anaweza akaponya ndoa, anaweza akaponya uchumi, kwa sababu vyote hivi viko katika nchi. Lakini anaanza na gani? Uponyaji wa roho, msamaha wa dhambi. Lakini kumbuka, msamaha huu tunapata baada ya sisi kutoa msamaha kwa wale wanaotukosea. Tusisahau jambo hilo, kwa sababu that is the main reason, that's the main point that we are trying to pass across, so that we can emulate our master, our Lord Jesus Christ. Ndugu mtazamaji, we are not perfect, neither am I perfect. Lakini kwenye channel hii ya Balozi wa Kristo, kuja pale tuungane ili kulisikia neno la kweli. Turudi katika misingi ya neno. Biblia ya takatifu ambayo watu wengi wamekataa kuisoma. Wanatafuta miujiza na wanatafuta relevance katika mambo ya ulimwengu huu. Lakini ikija ni kwenye misingi ya neno kamili na kulisikia neno la Mungu, watu wamegairi. Na ndio maana katika channel hii tutazidi kuleta watu wengi sana ambao watakuwa wanakuja hapa ili tuzungumze neno la Mungu. Tuzungumze mambo ya kweli, tuache mambo ya mikate, mambo ya miujiza na mambo ya dunia. Hayo ni ya ziada baada ya kumtafuta Kristo, kama sijakosea. Ni mambo tu ya ziada, lakini maandiko yasemavyo ndo tumeyapea kipaumbele. Makanisa ya kuzimu yamejaa mambo ya kuahidiwa vitu. Tunaahidiwa vitu wakati toba tumeikataa, wakati kuiungama dhambi tumeikataa. Tunaahidiwa vitu wakati injili tumeikataa na watumishi wa kweli tumewakataa. Nilipokuwa napekua kwenye mtandao, nimeona wapo bado watumishi wa Mungu ambao wanasimama na kulikemea ovu ama maovu ya ulimwengu huu. Na shukuruwe Mungu wetu, napende kuwabariki sana wale wote wanaosimama na injili ya kweli, maana vinginevyo ni sarakasi. Ni matumaini yangu kwamba ujumbe huu umependa kukubariki sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetubariki, na tunamshukuru ndugu yetu aliyekuja hapa kutufundisha. Nina imani nitazidi sana kumleta ili tuweze kutembea katika mafundisho ya neno. Pure word of God. Here we talk about pure word of God. Hali halisi. Wachana na dini zilikuja baada, neno lilikuwepo pale hapo mwanzo. Lakini dini zikafuata. So kuna tofauti ya dini, madhehebu na neno la Mungu, ambaye ndiye kwa hiyo ndio sasa tusaidiane kufundishana neno la Mungu. Kwa hivyo atakao upokea ujumbe huu akaweze kusambaza, usikose kusubscribe pale chini ili tuweze kutembea kila mara tunapoleta mahubiri mapya, ukaweze na wewe kusambaza injili hii ya Kristo kila mahali pote duniani. Nikimalizia tu. Labda mtu anauliza, nimekosewa, nikisamee, ni vipi mimi nitaweza kufaidi katika hiyo hali? Si kwamba tunasema kwamba tunafurahia watu kutukosea, lakini kuna jambo ambalo maandiko yanatufundisha, na ningependa kuacha na maandiko haya mawili. Moja, kitabu cha Marko mlango wa 11 mstari wa 24 hadi 26. Mstari wa 25 hasa inasema, ukienda madhabahuni kutoa sadaka na ukumbuke kwamba ndugu yako ana jambo na wewe, acha sadaka yako, nenda ukapatane naye kwanza, kisha urudi utoe sadaka. Kwa hivyo kumbe hata sadaka yetu inakubalika baada ya kusameheana. Maandiko mengine ningependa kuacha nayo kwa haraka, utajisomea mwenyewe Biblia yako ili Bwana asidi kunena nawe.
Warumi mlango wa 12 mstari wake wa 17 hadi 19. Maandiko yanasema hivi kwamba si kazi yenu kulipiza kisasi. Ikiwezekana kwa upande wenu, ishini kwa amani na kila mmoja. Naam. Maana imeandikwa kwamba kisasi ni changu mimi, asema Bwana. Bwana. Kwa hivyo tunapowasamehe watu ni sawa na kusarenda vita vyetu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa basi waliotudhulumu sio sisi tunapigana nao, bali yule Bwana tunayemtegemea ndiye atakayefanya nini? Tupigania vita vyetu. Ubarikiwe sana na neno hilo unapoendelea kusubscribe katika channel hii na kufikisha ujumbe pia kwa watu wengine. Naam. Asante sana ndugu msikilizaji. Mwenyezi Mungu akubariki na kulinda hadi wakati mwingine. Mengine mengi tumeachia Mwenyezi Mungu. Amina.